Ili kukata rasmi na kuidhinisha barabara hii yetu ya Isibania Kisumu Kisii Road. Wa rais anapoenda kukata utepe huo, wananchi shangwe na vigelegele. Asante. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike Kisii. Mimi nimekuwa area tangu jana, na hata leo mimi ni mtu ya kulala hapa, na kesho pia mkinipanga vizuri mimi nitalala hapa. Ama namna gani? Mimi nimekuja hapa Kisii na nimekuja hapa makusudi, sijapotea njia na sijakosa kazi. Mimi nimekuja hapa kwa sababu iko shughuli ya maendeleo ya Kisii County. Tunaelewana jameni? Jana nimekuja kuanzisha mambo ya barabara, mambo ya stima kule Nyamira. Leo niko hapa Kisii. Tangu jana niliwaeleza ya kwamba katika mpango ya kuhakikisha kwamba kuna stima kwa manyumba ya wananchi, hiyo program ilikuwa imekwama. Mimi nikaenda nikatafuta pesa kutoka watu wa European Union, nikaenda nikatafuta pesa kutoka wa Faransa. Sasa hapa Kisii muko na shilingi bilioni 2 ya kuunganisha stima, na nimesema watu 31,000 wapya wataunganishwa na stima hapa Kisii, na tutafanya hivyo katika kila sehemu ya Kenya, na hiyo ndio program nimekujia. Jana nilikuwa kule Nyaribari Chache, leo nimekuwa hapa Bonchari, leo pia nimekuwa huko Kitutu Chache North. Hapa Kitutu Chache South muko na shilingi milioni 120. Nimeongea na huyo mbunge wenu Kibagendi na nimemwambia ya kwamba mambo ya stima ya hapa Kitutu Chache North lazima ifanyike. Tunaelewana jameni? Hiyo ndio kazi yangu ya kwanza, nilikuja mambo ya stima. Kazi ya pili, mimi nimekuja hapa Kisii ni maneno ya barabara. Nyinyi mnanielewa jameni? Nyinyi mnajua kuna barabara nyingi zilikuwa zimeleta kisirani kidogo. Wakati nimeingia kwa ofisi, huyu Simba Arati hata kabla sijaketi kwa ofisi amekuja kwangu. Si unajua alikuwa mbunge wa Nairobi pale? Sasa anajua mlango ya nyuma ya State House huyu mtu. Ndio? Akakuja akanitafuta akaniambia ile barabara yetu ya Kisii pale daraja 2 imelete kizungumkuti. Mimi nikatafuta hao watu yangu nikawaambia hiyo barabara ya Kisii pale ambayo tulikuwa tumeanzisha, ile ya kutoka Isabania mpaka Kisii itoke hapa mpaka Ahero, hapo kwa kizungumkuti iko hapo kwa daraja, nataka itatuliwe. Mimi nimefurahi leo nimefika hapa, hiyo kazi imemalizika, na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kisii ile kazi kidogo imebaki ya kuweka mataa. Hiyo kazi nimemwambia PS, na umesikia vizuri bwana PS, hiyo kazi weka taa hii kila mahali ndio shetani ahame. Ama namna gani? Unajua tukiweka mwangaza hapa shetani atatoroka. Hawaje kutusumbua. Tuendelee na kazi. So hii barabara nimeikujia. Vile vile mwaka uliopita nilienda ni 40. Nikasema kwa hiyo bilioni 40 mimi nitachukua 4.5 billion nipatie watu wa Kisii. Leo mimi nimeenda kuanzisha barabara kilomita 65 ambayo tumeweka hiyo pesa. Na mimi nataka niwahakikishie, najua bado tuko na barabara nyingi. Mimi najipanga. Nilikuwa nimepanga vizuri sana kwa hii mambo ya hapa budget. Nilikuwa nimeweka 130 billion ya mambo ya stima. Lakini kuna watu walinikosea mahali fulani wakasambaratisha hiyo program. Lakini sawa tu. Nitajipanga tena. Hawa namna gani? Mnanielewa? Kuna majamaa walinipangia hapo. Sasa ile budget nilikuwa nimeweka 130, sasa imerudi mpaka 50. Sasa mnaona ile hasara nimepata kwa hii dunia.
Ni sawa tu. Tunaelewana jameni? So mimi nataka niwaeleze hivi. Hiyo ndio kazi mimi nimekujia barabara. Kazi ya tatu mimi nimekuja ni kazi ya matibabu. Leo asubuhi hapa Kisii nimeanzisha Cancer Center ya shilingi bilioni 3. Nimeongea na serikali ya Saudi Arabia. Nimeongea na Badea Bank na tumekubaliana na serikali ya Kenya tuweke bilioni 3 ya Cancer Center hapa Kisii. Hiyo Cancer Center hapa Kisii itakuwa the center of excellence kwa mambo ya cancer treatment. Munajua tunaangaishwa na watu wengi. Watu wanaenda mpaka India wakienda kutafuta matibabu kwa sababu ya mambo ya saratani ama kansa. Watu wanauza mali yao, watu wanauza mifugo yao, watu wanatumia pesa nyingi. Na ndio sababu hiyo tumesema ya kwamba hapa Kisii tunaweka amongst the 5 regions. Hapa Kisii tunaweka Cancer Center. Nimeanzisha leo asubuhi, ndani ya mwaka 1.5 nitakuja kuifungua kwa sababu hata equipment tumeanza kuipangia. Ninyi mnanielewa jameni? I have done the groundbreaking today and I want to make sure that I will be coming to Kisii to monitor the development and the construction of that facility so that we can make sure that we have the requisite infrastructure for us to provide health for our people in Kenya. Na hapa Kisii hiyo program itakuwa ya kuserve hii region yote. We will have a center of excellence on cancer here in Kisii County. Tunaelewana jameni? Yes. Vile vile tena leo nilienda pale Keroka kufungua hospitali kwa sababu nilikuja mwaka uliopita na nilikuwa nimewaahidi watu wa Keroka ya kwamba tutajenga hospitali. Tumeweka milioni 310, tumemaliza hiyo hospitali. Juzi niliweka equipment, nikasema equipment ya 90 million iwekwe huko. Leo nimeenda kufungua na mimi nataka nifurahi kwamba kati ya Kisii na Nyamira they now have an additional facility that they can use for the treatment of citizens in this region. Tumeelewana jameni? Yes. Vile vile mimi nimekuja hapa maneno ya na hiyo ni maneno ya affordable housing na markets. Hapa Kisii tunataka kwa ndio hapa Nyanjwa, mimi nataka niwaeleze tunawajengea nyumba 2,400 hapa Nyanjwa. Tayari phase 1 inaanza hapa. Mimi nataka hawa wangwana, hiyo nyumba 2,400 inahitaji vijana kama 1,400 wa kufanya kazi hapo. Ninyi vijana mko tayari? Mko tayari? Mbona mnakaa wale watu wa kuchagua jembe? Ninyi mko chonjo? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ndio mimi nimesema pale tunahitaji architect, tunahitaji QS, tunahitaji plumbers, tunahitaji masons, tunahitaji electricians, tunahitaji carpenters, tunahitaji masons, tunahitaji wale wetu, hata watu wa mkono tunahitaji huyo jamaa. Wewe Bwana amesema na watu wa mkono iko wapi? Hata watu wa mkono, na kama kuna mtu ya mdomo na mguu pia aende pale. Ama namna gani? Tuko pamoja? Ndio sisi wote tupange mambo ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na waambie watu wa Kisii, hii program ya housing itatusaidia kupanga ajira ya hawa vijana. Program ya housing itatusaidia kupunguza land fragmentation ambayo ina threaten mambo ya food security kwa taifa letu la Kenya, na pia itatusaidia katika planning ndio tuweze kupanga vile Kenya inaweza kusonga mbele. Na hiyo program mimi nataka niwaambie watu wa Kisii, our first phase tunataka kujenga nyumba 10,000 na hiyo program iko inatembea kasi. Kesho mimi naenda pale Ugembo kuanzisha awamu hiyo ya kwanza ya hiyo program. Bali na kujenga hapa Nyanchwa, pale tunajenga Ukembo. Leo nimetoka ya Nyaribari Masaba, tumeanzisha nyumba 250 kule na Kerubo. Sasa nyinyi inaitwa Kerubo huko. Kuna watu wananifundisha maneno. Unajua sasa hapa Kisii saa zingine mimi nachanganyikiwa. Sasa nasikia Borabu Machoge. Machoge Borabu. Sijui chache mambo ya Kenya. Yes. Na tumekubaliana na hawa viongozi.
hatuna nafasi tena, hatuna wakati tena wa kugawanyika. Mimi nimesema in the greater interest of the Republic of Kenya, in the greater interest of the people of Kenya, in the interest of the prosperity and transformation of Kenya, we have no business with sides. We have no business with tribalism. We have no business with political formations. We want to work together as one people with a common destiny, working for the interest of all the people of Kenya working together. Jameni watu wa Kisii, mimi nawauliza na nawaomba kwa unyenyekevu, mkubali tuungane. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Ndio mimi nimesema wacha nitengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Nikasema wacha Wakenya wote waje tufanye kazi pamoja. Mimi nawashukuru viongozi, mimi nawashukuru vyama ambayo wamekubali tufanye kazi hiyo kwa pamoja, kwa sababu interest ya Kenya ni ya muhimu kuliko interest ya mtu binafsi. Interest ya Kenya ni ya muhimu kuliko interest ya chama. Interest ya nchi ni ya muhimu kuliko interest ya community. We must work together towards a united nation, a united Kenya, a prosperous Kenya, a transformed Kenya, a Kenya that is united. Watu wa Kisii, jameni, mimi nawaomba, mnataka tuungane ama mnasema tutengane? Kisii, tuungane ama tutengane? Wale wanakubaliana na mimi tuungane, nione jameni watu wa Kisii. Unakubali tuungane? Tushirikiane? Tufanye kazi kwa pamoja? Ndio mimi nataka niwashukuru viongozi wa Kisii. Hata Simba Harati na Osoro na hao watu wote tumekubaliana ya kwamba sisi hapa Kisii tutakuwa timu moja. Watu wa Kisii, mnakubali tuwe timu moja jamani? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Mnasema tutembee pamoja? Na mimi nataka niwashukuru sana hawa viongozi wote, tumekubaliana we are working together, we are building Kisii together, we are developing this region together, ndio tuweze kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Watu wa Kisii tumekubaliana jameni? Kisii tumekubaliana? Niunganishe Kenya, mnanipatia ruhusa niunganishe hii timu ya Kenya? Ama mnasema tutenganishe? Niunganishe? Sisi wote tutembee pamoja? Hebu nione wala nakubaliana mimi na mpango ya barabara tena, na tuko na kazi zingine, lakini ile ya muhimu nataka niwahakikishie is that we are going to work together as the people of Kenya. Asanteni sana kwa kunikaribisha Kisii. Nyasaye amulinde, Nyasaye amaseseni, Mungu awabariki. Asante sana.